Hello guys, we're back again at Bongo Breakdown. Nipo na mwanangu Tempi, the upcoming artist. Shout out. Back again at our brand ambassadors, Jeromo Group of Companies, wakihusiana na Burudika Distillers ambao wana deal na transportation, real estates and selling of ethanols. Tukija na Mkunde Food Product ambao wanahusiana na ungalishe, unga wa ugali, mafuta ya alizeti na viwanja au mashamba hapa Tanzania. Tukimalizana na Jaruma Foundation na Jackie Mlika ambao anadili na usambazaji na uzaji wa vinywaji vikali kama vyote nchini Tanzania. Back again at Bongo Breakdown. Kelvin Maya, nipo na mwanangu msanii upcoming artist Remy. Actually leo ni safari ya muziki au the journey of the struggle of the dream. Tukianza na intro. Bana, mimi naitwa Tempi au Tempi B au sio bana? Hao ndo majina ambayo natumia majina yangu ya usanii kwenye muziki wangu na maisha yangu yote ya muziki. So lakini watu wengi wamekalili Tempi hivyo. So Kinyamwezi tunaishi na. How would you describe your muziki kwa maneno matatu? Muziki wangu mimi naweza nikasema neno la kwanza grind, la pili believe, alafu la tatu love. Mtu akwambia grind, unamwelezeaje kuhusu? Tukisema grind bwana, tunamaanisha sana endelea kupiganisha, yani kwenye maisha yako, yani kila siku usichoke kupiganisha, au sio bwana? Kama Conboy anapokuambia grind every day, yani kila siku wewe unapiganisha kwenye maisha mpaka uhakikishe kile unachokitaka kimetimia, au sio? Kwa hiyo grind ni kama kutafuta, kupambana bila kuchoka hivyo. Ni kitu gani kukufanya muziki? Sababu najua ulikuwa na ndoto, ulikuwa na hobby bana, hobby, lakini kitu gani kufanya ukaweka muziki kama na maisha yako mwenyewe, kuachana kuwa hobby? Bwana, muziki mimi kilichonifanya mpaka muziki nikaamua nifanye serious bwana, au sio? Ukiachana na mimi kupenda muziki tu kawaida, ni kwa sababu mimi napenda kuwa mtu wa watu, au sio? Na siku zote nilipokuwa nafanya kitu wanafanya tu kawaida mwenyewe kwa sababu napenda, au sio? Ni hobby yangu. Lakini washikaji, watu wa pembeni nakwambia, wewe mwanangu unaweza ukafanya hivi mwanangu, au sio? Na pia kwa sababu mimi ni mtu wa watu, niliamua kufanya hichi kitu kiwe serious kwenye maisha yangu, kwa sababu kuna watu ambao mimi naamini wangeweza kufika yani sehemu kubwa sana, lakini walishindwa kufanya. Kwa hiyo pia yani mimi nafanya kwa ajili yao, au sio? RIP my brother Muchi Spizo, mmoja kati ya watu mimi ambao walinifanya niendelee kupush sana na nijiamini kabisa kwamba bwana mimi najua afu naweza. So mimi nafanya kwa sababu ya watu ambao walishindwa kufanya, nafanya kwa ajili yao. Tuseme I do this for my people. Okay. Na kwenye three words umesema grind, believe na love. Kienda kwenye believe, mtu atakajua nini? Unaweza kuelezea nini mtu kwenye believe kwa wewe? Believe inabeba vitu vingi, lakini naweza kusema believe, cha kwanza tukimaanisha ni believe in yourself, jiamini mwenyewe, amini katika kile unachokifanya pia. Believe in what you do, au sio? Alafu chingine, kama una imani kuhusu Mungu na nini, kama una dini, kama Mkristo sio believe in Christ, kama ndo Muislamu believe in Allah, hivyo yani amini katika Mungu kwamba unachokifanya bro kitafika, kama yani utafanikiwa yani kwenye maisha yako in short. Kwa hivyo na kwenye love, kwenye love kama nilivyokuambia, mimi ni mtu nilivyojitathmini mimi mwenyewe na nimejaribu kuona kwamba mimi ni mtu wa watu, au sio? Vitu vingi mimi nafanya kutokana na msukumo wa watu, sio bana. Kwa hiyo unaposema love, au sio? Fanya kitu unachokipenda
Kwa kama mimi ninachokipenda ni muziki, au sio? Muziki ni maisha yangu. Kufanya kitu unachokipenda, kitengeneza upendo, afu kionyeshe upendo yani kwa watu, au sio? Kwamba muziki, sababu muziki ni maisha, muziki unaweza ukawakutanisha watu, ukaunganisha watu. Watu wakapendana, watu wakafanya vitu vyao fresh, au sio? Hivyo, that's all about love kwenye muziki. Okay. Hili jambo tuke serious. Wanasema au wasomi wanasema kwamba muziki leo hii ingetoweka isingekuwepo. Kitu gani ungekimiss? Mimi naweza nikasema ningemiss vitu vingi. Lakini cha kwanza kabisa ningemiss inspiration, au sio? Kwa sababu mimi inspiration yangu kwa kila kitu ninachokifanya nakitoa kwenye muziki. Nasikiliza vitu tofauti, nasikiliza mawaidha tofauti, au sio? Nasikiliza vitu vya kanisani, sijui hivyo, yani mkutano, inspiration kutoka watu mbalimbali hivyo, tangu nikiwa mdogo, sio? Lakini mimi ninaposikiza muziki ambao una inspiration ndani yake, ni rahisi sana mimi kunijenga, kwa sababu muziki naupenda, sio? Kwa hiyo unanitengenezea mimi attention fulani ambayo nikisikiliza naweza nikaondoka na vitu vitatu na nikavizingatia afu fresh yani. Yeah. Okay. Kwa katika maisha yako muziki ulikuwa ni plan A au hakukuwa ni plan, au ulikuwa una ndoto na kitu kingine? Mimi naweza nikasema plan A au plan B, lakini kulikuwa tuna zile dreams za unajua dreams zile utoto tu, unajua labda unajua nawaza labda kuwa doctor, sijui zile sasa mwisho wa siku nikaona mbona kama nakuona faces nyingi, lakini hata kiuhalisia yani kuanzia na kuwa ile kujua kabisa kwamba bwana mimi nataka niwe stream mtu fulani, unajua zile yani sijawahi ku stick step moja nikasema kwamba hichi kitu mimi ndo nakiona perfect, umeona? Lakini muziki nachukulia kama part of my life, au sio bwana? Kwa hiyo yani tuseme muziki utakuepo tu, yani hata kama kusema kuna kitu kingine nitakuwa nafanya, muziki upo pale yani. Upo na hiyo kama ndio inaitwa plan A, basi ipo ndani ya hiyo plan A. Kwa hiyo muziki unanisaidia mimi kuendesha maisha yangu mengine yani kiufupi. Yeah, kwa hiyo muziki sio plan B, naweza nikasema hivyo. Kwa muziki ni kwa ni plan A. Muziki upo unapata maisha yangu, kwa hiyo siwezi kusema plan B. Okay. Sawa. Unakumbuka wimbo wako wa kwanza kabisa kurekodi? Nakumbuka track yangu ya kwanza, nakumbuka tulifanya 2019, nilikuwa na my brothers kama wawili na mwanangu mmoja. Track ile kweli pale ndo tulikuwa tunaanza. Track ile mwanangu wezi amini tulirekodi kwa 50k tu. Mpunga mchuzi tukarekodi ngoma. Lakini ndio hivyo, kwa sababu mnakuwa ndo unaanza na nini, obvious production haiwezi kuwa kali kivile. Naweza mkafanya kitu kikali ila bado mixing ikawa mbovu na nini, unajua zile. Okay. Kwa hata hiyo ngoma ni waga si sabi, lakini kwa sababu ipo kwenye history, au si yani kwenye historia yako ya muziki, ile ngoma itakuwepo tu. Uwezo ukasema eti haipo. Ile moja kati ulifanya, uliingia studio mjomba ukatengeneza hivyo. Okay. Tena nakumbuka mimi ndo nilifanya chorus na mistari kadhaa mwanzoni, afu my brother akamalizia kina back off na wengine. Kwa hiyo ndo ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Moto kama sikosei. Moto. Unaanza unakumbuka kidogo piga mstari kidogo. Lyrics hata kusahau yani sikanda kukumbuka vizuri, sikumbuki. Kitambo yani. Kitambo sana. 19. Kuna 9 mbaya. Noma. Yes, unajua sasa hivi katika jamii sasa hivi au katika African cultures. Na nataka kujua kwamba unapata support kweli katika familia au na marafiki wa karibu. Sababu wazazi wetu ni vigumu sana kuamini kwamba like wanafocus katika vitu viwili, education na muziki. Mimi kwa upande wangu bwana, yani kitu ambacho mimi najaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba kwanza sipingani na wazee. Yani wazee kitu ambacho wanataka mimi nifanye, wakiniambia bwana mwanangu nataka ufanye hivi na hivi, mimi siwapingi, nafanya. Lakini
nilichojaribu kuwaonesha ni kwamba bwana, mimi mwenyewe kuna kitu changu ambacho nakikubali, nakipenda na siwezi kukiacha. Okay. Wenyewe wanaelewa, si unajua zile. Kwa hata kama hawatoi full support au sio bwana. Sababu ukisema full support inamaanisha kwamba mzee anaweza kumwambia mzee bwana, mimi sielewi, nataka niingie studio. Akaingia mfukoni kwake akakupa hela session, lakini hiyo mimi kwangu yani haipo hivyo, lakini fresh yani bwana dogo kuna kitu fulani anafanya. Yani labda nifiche vipi? Kwa sababu mzazi huwezi kumficha, utamficha mpaka lini? Hiyo kweli. Kwa hiyo bless kama bless zipo, sema ile full support ndo kawaida, ila love kwa washikaji mimi wanashiriki sana kuna hiyo lakini ndo muhimu sana hiyo hawana washikaji respect. Wanangu wote mimi wanangu wengi, sababu mimi naishi na watu vizuri au sio? Kwa hata washikaji sometimes mtu akiangalia mbona kama mwanangu vipi, una shida, si unajua zile mambo madogo tunakuwa tunashirikishana tunamaliza. Kwa hivyo yani washikaji support full, naweza nikasema hivyo. Okay, so mbaya. Na katika sanaa ya muziki kwa changamoto gani unapitia kama artist? Mwanangu, changamoto zipo kibao, obstacles kibao, unajua challenges kibao, lakini najaribu hivyo kupambana nazo. Ila sana bwana, mimi ambayo nachukia yani kitu ambacho kinanikwaza yani, sio unajua, lakini inanipa ugumu wakati mwingine, ila unabidi tu kupambana nacho, ni ile kuonekana kwamba wewe ni underdog yani, unajua. Changamoto zingine ni changamoto ambazo kila msanii anapitia, lakini changamoto ya kuonekana kwamba wewe ni underdog yani, unajua sometimes unaogopa hata kwenda kuomba. Unajua kuna interview kama hizi kupata, kuna zile zingine sasa wewe ndio inakubidi ukaombe ni kwenye media kubwa hizi nini. Sasa unaona nikienda sehemu rafiki yangu nikikutana na mtangazaji fulani hizi ataniminya sana, unajua wewe sasa nikienda pale mimi nakuwa mimi ndo underdog yani, si unajua zile tofauti na labda Konde Boy au Country Wizi. Sababu unamwona Country Wizi akienda media yote kwanza anakuwa na confidence, si unajua zile. Kweli. Ila wewe sometimes ndio confidence unaweza kuwa nayo tunacho, lakini ile yani unaenda sehemu ile wewe ni underdog yani, hata kama ni kwenye media au hata kama ni sehemu ya production tu, si unajua zile treatment inakuwa kidogo treatment inakuwa ifanani. Kwa hivyo tunajaribu kupambana nayo ili tumoke huko tulipo, si unajua. Unavozidi kupiga hatua unakuwa sawa underdog tena, kwa sababu unakuwa tena utakuwa pro tayari. Kwa hiyo tunacheza huko tu. Na kuna wakati ushaye kuanza kukata tamaa mpaka na muziki? Mimi sio mnafiki. Mimi katika maisha yangu yani real life mwanangu sijawahi, sidanganyi, sijawahi kufikiria kabisa ile full yani kwamba mwanangu nataka niache muziki kuanzia leo, mimi na muziki basi. Lakini kwanza mimi ni mtu ambaye naamini vikwazo vipo na vinapita, yani vinapita, vinasovika, vinaishi, unajua. Kwa hata kama ikitokea labda kuna issue fulani imetokea imenikwaza, si unajua, kuna muziki wangu na nini, nitajaribu tu kukopa. Yani nakuwa naamini tu kila kitu kitakaa poa fresh, baada ya muda fulani fresh build up mwenyewe, narudi tena studio, naingia tena mzigoni. Kwa hiyo sijawahi yani uhalisia kabisa, sijawahi kufikiria kuacha muziki moja kwa moja, sababu muziki ni maisha yangu ya kila siku. Okay. Na kuna hiki kitu bana, wasanii mnakupa mnakuwa na tofauti. Kwa wewe ukiandaa lyrics zako au ukiandaa mistari yako kwamba unaandaa kutokana na real life au kutokana na imagination, umeamka au unatoa tu kichwani mwenyewe unaandika, haitegemea na situation ya dunia ilivyo au haitegemea na situation ya dunia inakwenda au inakuaje? Mimi nasema mimi nafanya kitu ninachokipenda, kwa hiyo yani nafanya kitu ambacho na feel kufanya kwa muda huo, yani kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi ideas zinazokuja kichwani kwa muda huo, yani wakati huo mimi natembea nazo. Alafu pia nyingine kwa kipindi hichi hapa kwa muda huo, yani kwa kipindi hichi sasa hivi
mostly nimekuwa sana nikifanya freestyle, yani naingia studio, beat inachapa mjomba, nikifika pale naingia booth na nadondosha pale basi. Kwa hiyo tegemea kuandika wewe pale ingia unaitoa kichwani. Sasa ile unajua kuna muda unakuwa unaingiza lakini maneno yanaweza sikae sawa, kwa hiyo nitarudi tu yani mimi na ile nitarudi tu nitaangalia hapa nitamka vipi fresh hivi, nitasort yani nitakapoa, ila ile kusema kabisa kwamba niangalie sasa hivi bwana sijui dunia inataka nini kwenye yani I mean kwenye mistari yangu yani uangalia kwamba dunia inaenda hivi kwa na mimi niandike kutoka na okay. Ni labda kama kuna kitu cha muhimu au cha msingi, inspiration fulani ambayo inahitaji uandike hapo fresh haina noma, lakini mimi sio mtu yule ambaye yani mara nyingi mimi naandika vitu kuhusu maisha halisia yani unajua ya kila siku ambayo watu wanapitia vitu watu wanapopitia mwenyewe ninapopitia hivyo. Kwa hiyo na base sana kwenye real life yani. Sipendi sana ile kuimagine yani, unajua vitu ambavyo hata vipo. Hivyo okay. Mara moja sana ideas zinapokuja sometimes inabidi tu flow nazo, lakini sana real life. Na kingine do ya creativity au idea zako unatoaga wakati upo na furaha au ukiwa upo sad? Au haitegemei na situation? Mimi siangalii situation inakuwa imekaaje, eti nikiwa na hasira labda ndo nianze nichore nini mistari mikali. Unajua hamna. Mimi vyovyote tu yani. Muda wote yani ambao nikijisikia kuandika naandika, naambia kama nikiona hela, nikiona bwana bunda linaruhusu naweza nikaingia studio nikafanya kazi. Ni kitendo cha kupiga simu bwana producer fulani. Okay. Naomba station hapo, nakuja na pull up naingia nafanya kazi fresh. Na najua katika usanii wako ulipoanza, unajua kuna ile nyimbo bwana imekupa respect, like respect. This bwana nyimbo bwana ina a lot of listeners, ina auto engagement kubwa. Katika nyimbo zako nyimbo gani ambayo imekupa respect? Mwanangu kiukweli ngoma ambayo watu wengi sana washikaji yani ambao wanasikiliza kazi zetu wamenijulia kupitia hiyo ngoma. Ndio Trapstar ambayo nimefanya na mwanangu Teto au sio? Ngoma ile kumbuka shikaji tulijuana tu yani, si unajua zile juu kwa juu tu. Chizi mmoja typical ule kwa mwanangu, kuna mshikaji anajua, kuna mshikaji anafanya na yeye. Unajua tukakutana studio mwanangu, nika pull up fresh, jamaa kanipigia. Tukafanya mwanangu kazi. Mimi bahati nzuri nimefika pale nikakuta mshikaji tayari asha record afili, bidi tufanye kama watu wanne hivi, au washikaji wengine wakawa wamezunguka. Kwa hiyo mimi nikawa nimesema kama vipi nitapiga hata chorus ndani au sio? Sema washikaji hawakutokea. Kwa hiyo kilichofanyika pale, mimi nikafika pale Bomba nika freestyle vitu nilivyokuwa navyo. Niko freestyle one take tu yani pale tukamaliza. Kwa hiyo sasa na mimi nikamilika. Basi ngoma ikamilika fresh. Hivyo ikabahatika tu watu kuielewa watu ikasogea yani kile kipindi ndo tumemaliza pale form 4 gani ule 2021 kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio mimi urahisi kidogo kwa sababu kama tuli exchange watu wangu na watu wake. Unajua yeye aka gain kupata watu wangu na mimi nikapata watu wake nao wakanijua. Kwa hiyo hivyo yani. Ngoma ambayo upande wangu mimi ndo best yani kutengenezea njia fulani kwa upande fulani japokuwa sio sana bila upande fulani. Chanza kapiga kidogo intro bana. Watu kidogo hijui ngoma anaongelea ni Trapstar. Iti tu watu kipiga tu tunatajua kama Naanza chana mistari na kama hutaki sinisumbue ndo bana sibaki. Trapstar nigga, yeah.
Chana mistari na kama hutaki usinisumbue, ndo maana sibaki kutamchiza na mwaka na kaki, anaanza kusema widogo hupati nuksi kwa nuksi na vijembe vingi, na ndo maana pia hata siwataki kazi kutafuta six paki, unaacha vijibu never like, kila siku yana run and go, nani hadi achukue, naingia kwenye gego usisumbue, siku na watu kifo down, peleka usugue, wekula bata na pia wakika kupata kilicho baki usumbue, pinda mgongo kwa kitu unachokitaka, wedogo na kombo sechie, mambo ya ajabu nataka kuacha, leta itikadi mwishoni kukue, kama si pesa ingaa misina na ishu zingine sisi hatujui, tega mitego juu ya mitego ili kila kona uje ukamue, ndo maana pia sipendi kucheza, ndo maana pia sipendi kumeza, ndo maana pia siwezi kugeza, ndo maana pia siwezi kueleza, ndo maana pia siwezi kuelekeza mada gani weka juu ya meza, ndo maana pia siwezi cheza kula bata bila kuwekeza, nyumbani kwetu babalisha goma, sifanye mziki but I'm going through, they really know kama nikihaso siku nitakuwa level za majuu, walichowaza kabla sijatoka, siku nikitoka nitakuwa rude boy, kadauti nitamoka dead, nitasokota na nitapoteza mpaka good choice, kilichofanya mimi feel good, hustle ya music when I'm in school. Noma sana hii ngoma. Hii ngoma bana tajiri. Like imefungua sana njia mwanangu. Imefungua sana. Na imetulia na inaeleweka. Wa Mungu akubless sana. Ngoma imekaa. Na katika na juzi interview yako moja bwana nimeiona kwa Channel 10, kama sijakosea hiyo. Juzi hivi. Kuna swali moja uliulizwa hivi, lakini nikaona kama ulijibu wasanii wawili tofauti hivi. Nilikupa kuhusu mtu gani anakuinspire na mtu gani ambao unatamani kufanya naye kazi, kama sijakosea. Ndio, nimeulizwa hivyo. Aliuliza kwamba msanii gani ambaye anakuinspire alafu unatamani pia kufanya collaboration na nani. Sasa presenter akamshangaa, yani akamshangaa kwa nini nimetaja watu wawili tofauti, lakini unapoongelea inspiration au sio bwana, mimi inspiration naangalia kwamba ni mtu yule ambaye ana inspire kwa wakati ule, yani nakuwa namsikiliza sana na najifunza vitu vingi kutoka kwake, au sio? Kwa hiyo mimi kwa kipindi hichi, yani kuanzia 2020 pale kuja mpaka kufikia hapa sasa hivi, mimi mtu anayeinspire uhalisia ni Conboy, Mona. Ndio maana nikamtaja Conboy kama bibi, sababu ndo mtu ambaye I think ndo msanii ambaye mimi namsikiliza sana, sijui duniani sijui, lakini ndo msanii ambaye mimi namsikiliza sana, na wanangu wanajua, yani mtu wote karibu na mimi anajua kabisa kwamba bwana Tempe anakubali sana kama bibi, na namsikiliza sana bro. Shout to him. Countries ni kwamba kwa sababu yeye ndo father, yani kwa sasa hivi ndo father of trap, tunaweza tukasema bongo. Okay. Kwa wanyamwezi wote wanaofanya rap trap tunajua. Yeye ndo kakutanisha OMG wale pale. Sasa hivi kuna mabrother Fresh Boys also wakina 10K Degrees wale. Wanafanya poa nao sana. Okay. Ambao wote yani chini ya mikono yake Country. Kwa hiyo unaposema natamani kufanya kazi na country hizi, na maana ukifanya naye lazima itembee. Na itanyooka yani. Kwa hakika. Kwa sasa hivi country hizi akija umejiandaa kufanya naye collaboration? Yeah, sure. No matter the situation lakini upo tayari pigana wao na leo itakapokuwa na hiyo, lakini tufanye. Na naamini na ngoma itaenda viral machine. Lazima leo machine. Kwa kwenda viral sasa, kwa sababu country na nguvu yake. Na mimi pia nina imani, naamini kwamba kitu kinaweza kikatembea, lakini naamini litakuwa dude, litakuwa noma. Kwanza sijui ina express, lakini feeling yake itakuwa noma dope, yani hatari. Na je, kitokea ukapiga kupata collaboration na Conboy? Sasa hiyo kama hiyo, yani inabidi nitaomba chorus nifanye mimi. Alafu nitaomba anze yeye kwanza. Maana hilo lazima kufunike, lazima ugaragaze. Sababu moto wake ni hatari, noma. Lakini mwenyewe na imani inaweza kuwa pia kitu kizuri.
Inaweza ikawa kitu kikali kwa sababu yeye mkali na mimi nitaonesha uwezo wangu, au sio? Okay. Yeah, kwa sababu unaambia ukipewa nafasi tumie fresh. Kwa hiyo kama ndio yani ikipatikana chance kama hiyo, kwa sababu pia mimi najifunza kutoka kwake, ataona yani tutaona mwalimu na mwanafunzi tunajua. Kweli. Na chingine una feel pressure gani kwa kufuata trends au kubaki yani bila trends? Authentic. Bana mimi napenda sana kuwa real, au sio? Napenda kuwa real kwa sababu uwezo ukafatisha. Ukisema ufuate trend mzee. Haya wasanii kama wewe, yani wasanii wa level yako. Pap labda imetokea wasanii wa level yako wote wamenunua magari mawili. Hiyo ni kulingana na nini? Na kipato chao, labda mabosi wao wamewezesha au vipi namna gani? Na wote wanunua mpaka uwe na uwezo na yeye kufanyaje kwa kununua. Kwa trends pia ni gharama kinoma, yani trends ina cost zake kibao. Kwa ukitaka kutembea nazo lazima, ndio muziki ni biashara, lakini yani noma, trend sio kitu chepesi kucheza nacho. Kwa hiyo mimi napenda sana kuwa real kuanzia kwenye kila kitu, yani maisha yangu full muziki, maisha yangu kawaida, kila kitu, yani mavazi, yani kila kitu ni nitakachokuwa nacho ndo nacho kwa muda huo. Okay. Nachokihitaji nita struggle, nita grind, nitakitafuta, nakipata naishi nacho. Yeah, hivyo. Na haijaitokea ukapata like a management na kumiliki au kufikiria kwa under management? Hamna mtu ambaye anatamani watu waweke hela, sio? Kila mtu anatamani labda mabosi fulani watie mpunga mbele yake, sio? Lakini uhalisia chances zinatokea japokuwa za kawaida. Unajua kuna wale watu wenye uzoefu kabisa na muziki, wale fulani kufuata, unajua kabisa hapa katokea mtu fulani. Kwa nini ukiambiwa bwana switch kwa switch baba pale wametoka kina country, wametoka OMG, wakali wote wametoka. Okay. Umeona? Huyo watu kibao wametoka wakali, si rappers sana. Sasa watu kama wao kufuata, naona angalia bwana imekaa hivi 1 2 3, lakini pia una hali tu mtu bwana anatamani labda kufanya kusimamia, ana passion na muziki, lakini Yesu sio mwibaji, ila ana passion na muziki. Bwana mimi natamani kufanya hivi tufanye biashara na nini, lakini naye mwenyewe unaangalia, je, ni wakati sahihi au kama it's no time, huwezi kulazimisha mambo. Kwa hiyo unakaa chini unafikiria kama ndo muda fresh, ila kama bado you can't force things also. Hivyo. Na kwa experience yako wewe au talent yako wewe, unaona it is enough kwenye music industry? Yani kwamba talent kama talent yako wewe, kipaji lazima kipate tuseme nini, kitu cha kukipush ile kipaji kwanza kionekane, afu kiendelee kukua. Umeona? Na kiendelee kuonekana. Sasa hiyo inamaanisha kwamba kipaji pekee yake hakitoshi. Yani sawa useme nini tuseme, sasa tungesema mpira bila mchezaji, si unanielewa? Nakupata. Yani mpira bila wachezaji, unaona? Au mpira yani mechi hiyo na timu moja, afu pande zipo mbili, yani na timu moja. Kwa sababu muziki, msanii na kipaji chake anakipeleka mbele za watu, au si? Hawezi yani ni ngumu sana kufanya kila kitu mwenyewe, yani kufanya kila kitu mwenyewe. Kwa lazima awe na washauri, lazima pesa itumike ya kutosha, au sio? Kwa talent pekee yake haitoshi, juhudi zinatakiwa ziwe nyingi. Ndio maana wapo mifano kibao, watu washakuwa na talent huko nyuma, mabrother kibao, ila mtu baadaye anaona hamna deal, anakuja kuachana nao, anafanya mishe zingine. Umeona? Au unakuta mtu ana talent lakini unaona kama vitu vyake havisogei, afu jamaa mbona anajua, lakini kuna vitu vingi sana nyuma vinatakiwa viwe nyuma ya hiyo talent ili kuifanya iendelee kugrow, afu yani ionyeshe matunda. Yeah. Okay. Na
mitandao ya kijamii au social media imekuwa msaada kwako au imekuletea pressure zaidi? Mimi naweza nikasema pande zote mbili imecheza, kwa sababu kupitia hiyo mitandao watu ndo wanaweza, yani mtu anaweza kukujua kwa kupitia mtu fulani, yani mtu akiangalia amemwona mwanae amebwana jamaa amepost video fulani au sio, hii video imetoka kwenye account ya mtu fulani. Kwa hiyo yani hiyo tayari imesaidia, kama mtu amepost imesaidia watu wengine kukuona, ambao watu wengine ukuta hata walikuwa hawakujua. Kwa mtu mwingine naye anakuja na jamaa kwa sababu amefollow, mbona yule jamaa amefollow mwingine, naye atafollow fresh, atakuwa anaona reels zako nini, naye atashare bwana, akiona kitu kikali obvious, sababu kitu kizuri kinajionyesha, ataonesha watu wengine hivyo, yani unazidi kupata channels, watu wanakuwa wanazidi kujua. Hivyo mitandao ya kijamii unaweza ni rahisi, yani ngoma yako hata watu, yani kwanza watu wa mazingira yako, yani rahisi waione, waone kile kitu unachokifanya kwamba kitu fulani kinafanya kazi, naweza kufikia kwa jamii kwa watu mfupi. Pia ni rahisi kuonesha kwamba watu, kwa mfano kama kuna watu mtu labda anatamani kukusaidia kupitia mtandao vile social media zenu, mfano bwana umepost bwana dawa jumba ni station, ndio na studio station, mbona jamaa kama anapambana, si unajua kuna mtu hata kama ana passion anataka kukusaidia, umeona, kama financial au vipi, mawazo au connections, anakuwa anaona huyu mtu kumbe huyu mtu upo serious na kitu anachofanya na kitu kwa hiyo anaweza kukusaidia kwa kupitia tu njia hiyo mtandao, kuona kwamba maka post conversation studio, mbona huyu jamaa yupo serious, anajua anachokifanya. Kwa hapo kuna swala la connection. Kwa ndani hizo swali moja, kwa connection matters than skills. Connection skills ni muhimu, kwa sababu sio tusemaje, unajua kupitia mtu anapokuwa na connection na watu tofauti tofauti, especially wale ambao ni experts kwenye hicho kitu anachokifanya, mfano kama hivi muziki. Unajua nini nakwambia hivyo, sababu kuna other artists sio kama ni wazuri sana, wanajua sana, ni kawaida, lakini ile connection inafanya kuna wasanii sio stake wataja, lakini wewe unaona tu walivuma kwa muda fulani, wale akina Doto unaona kuna muda fulani walivuma wakati fulani, like watafuta vita, sio watafuta vita, ile ni nilikupo swala la muda tu, angalia sasa hivi hayupo wewe, ikupo kama sio connection ya Doto asingefika pale. Ndo wewe dogo ana completely hana skills. Kwa binafsi yangu mimi mashabiki ndio bora, kwa sababu mimi kama mimi completely dogo ana skills, sababu connection ya Doto inafanya afike pale. Lakini mimi ninavyoamini connection ni muhimu, au sio bwana? Unaweza ukana kipaji chako sasa utamwimbia mtu yani ngoma zikaisha ndani, unasikiliza wewe na nao, sio hiyo kweli. Kwa hiyo unapokuwa sawa, unapokuwa na connection, mimi naamini hata unasema kwamba umepotea, au sio? Kama alipata nafasi ya kukutana na watu ambao wanajua na wana hizo skills, kutia connection au mtu ambaye anampa hizo channels, au sio? Kama yeye ni mtu wa kujifunza, atajifunza tu vitu vipya, na mimi naamini uweze kuniambia ngoma yake ya kwanza na zingine zilizofuatia zinafanana, kuanzia production na kila kitu, sound, lazima kuna vitu fulani atakuwa amegain vipya, yani lazima tubadilike. Kama ni wewe mtu wa kujifunza, yani anapenda kujifunza na anataka afike sehemu fulani na ana bidii na juhudi, lazima atajifunza na yote kupitia na hizo connection bwana. Wewe kuna kwa mfano kuna msanii anaitwa Kevin Cash, au sio? Brother anaitwa Kevin Cash, yule mshikaji ana ngoma na Jinako. Do you think yani ilikuwa tu hivi jukwaji hizi, yani papa collab mjomba na Jinako? No, obvious kuna kitu ni, yani kuna njia ni zimepitika ambao kwake yeye ilikuwa rahisi zaidi kuliko mtu mwingine, underdog mwingine au upcoming mwingine kumpata Jinako, au sio? Obvious ni connections. Kuna mshikaji anaitwa Muflo, anangonea shaikuwa ana collab na Jinako, ana ngoma na Kusa, ana ngoma na Platform, umeona?
hivyo vitu vyote hivyo sio kiwepesi. Obvious lazima kuna mtu atakuwa amemconnect pale au channel fulani labda, au yeye ana mahusiano fulani na wale brother. Kwa hiyo ipo hivyo. Mimi naamini hata sana wakina Money Central Zone unavyoona vile kina Country Wizi, yani wale unaona vile wana bond vile. Kwa hiyo kama mtu labda tuseme labda mtu ni ana bond na Money Central Zone, usishangae kumwona huyo mtu akifanya kazi na Country kirahisi tu. Yani hatuwezi kusema kirahisi, lakini yani kuna wepesi fulani tofauti na wewe ambavyo utapitia mtu mwingine ambaye huna njia hizo. Okay. Shout out again to our brand sponsors, the Jaruma Group of Companies, ambao wakipatana na Burudika Distillers wanadili na real estates, selling of NFOs na transportation. Tukija na Mkunde Food Product, tukija na Jakim Liquor Store TZ, wauzaji wa sambazaji wa vinywaji kama pombe kali Tanzania nzima. Tukija na Jaruma Foundation kubwa sana nchini na worldwide. Kumalizia na Bongo Breakdown. Swali kidogo. Wewe kama wewe hapo unajiona ndani ya miaka 5 utakuwa hivyo gani? Mimi ninavyoamini, yani sio kwamba ndani ya miaka 5. Mimi naamini wakati wa Mungu wakati sahihi, au sio bwana? Kwa mimi ninavyoamini, yani anytime hata kesho unaweza ukaamka mzee upo sehemu fulani. So tu baada ya miaka fulani, yani kwa sababu Mungu anapoamua kufungulia na kufungulia. Oh bro, yani kama ni wakati wako umefika utachomoka tu, yani mjini utaenda tu, hata kama hujaoga town utaenda. Kwa hivyo mimi siamini kwamba eti ndani ya miaka 5 labda itakuwa hivi. Unajua visions nakuwa ninazo kwamba mimi napendelea kitu fulani, yani itokee nipite hapa, nipite njia hii, lakini sina ile kusema straightforward kwamba mimi ndani ya miaka 5 nataka hivi, ila just keep chasing the dreams, au sio? Unaendelea ku grind ili tufike yani tufike pale ambapo tunapaona tukilala ndoto zetu zinapotuonesha. Okay. Na kitu umesema kuhusu dream collaboration. Umesema katika inspiration nani Conboy, lakini kitokeo utafanya naye kazi na ukasema na Country Wizi au ni locally na internationally unatamani piga nani? International kwanza Breezy. See. Breezy, Burna Boy. Wengi kwa sababu wa mbele wengi wakali ulio ndio. Don Toliver Mnyamwezi sana. Kuna wengine sasa ukifanya nao unaonekana kama hujafanya kitu. J. Cole, J. Cole, Kendrick, K-Dot, yaani unaonekana kama hujafanya kitu kwa sababu atakugaragaza. Na Hekodi. Hekodi. Au ndo tunaye natukana collab. Sarkodie. Sarkodie. Kiafrika tukiongea Afrika. Sarkodie fresh anaingia. Mnyamwezi, Black Bones, Odumodu Black, Wanyamwezi, Black Sheriff. Black Sheriff, yeah. Hiyo tuseme ndio top 4 yangu. Kama kuna mmoja nimemsahau basi labda ndio kamisha top 5 au kwa upande wa rappers namaanisha wakali. Na mtu akwambia kufanikiwa utaka kwa njia gani, ya fame, money au respect? Mafanikio yako utaka kwa njia kwa mtazamo gani? Respect. Niambie, kwa nini respect? Afu sio fame wala hela. Respect kwa sababu kwanza hela sio nyepesi. Hela sio nyepesi wewe kuipata, au sio bana? Lakini pia unapokuwa na respect, yani tunabongea respect kwamba ukijijengea heshima yako ukaipata, yani kwamba
ukiingia sehemu fulani bwana Tempe ameingia, tu anajua kweli jamaa ameingia, au sio bwana? Kwa hiyo ile kwanza inakufanya wewe uweka mipaka, hata mfano labda kuna shows au nini watu wanataka kuite, unajua ukafanya performance kutokana na respect yako wewe, ndio unaweza ukawapangia watu bwana, mimi nataka mlipe kiasi kadhaa, kisizidi ila yangu mimi siwe chini ya milioni kadhaa, au sio? Ila ukiona respect sasa mjomba wewe, kwa mfano labda hivyo sema, au sio, unakuwa unaangalia pesa iko mbele, watu wakiona bwana uso lake limeshuka au mjomba vipi, wewe na kila mtu kila anaenda kila sehemu mtu anamuita bwana, au bwana soko lake yani ana impact hiyo kubwa, watu wanaona negotiate bwana, sisi tunaijia stage ukisikia unaishia kukubali na umefanya kitu ambacho chini ya level yako, sio hiyo. Pia unasema impact inachukua time sana, kwa respect nao unaweza kutengeneza sio kwa muda mchache, lakini impact mimi naamini ndio yani impact, kwa sababu impact kwanza inaanza na society, sio impact ya kazi zako inaanza kwanza na society. Mimi naamini impact inaweza ikaonekana, lakini sio kwa macho ya nyama, ni kirahisi hivi, si unajua. Mwana tunapongelea watu, kuna watu muziki wao una impact, kama Boy Kanabino muziki wake una impact kwa sababu anaimba sana inspiration, anawagusa vijana kibao ambao vitu wanavyoimba ni real life, maisha ya kweli. Sema ni ngumu ile watu kuona kwamba huyu jamaa muziki wake una impact, watu wanataka waone impact kweli, kama changes yani kama ulifanya, mfano kama vile wamefanya kina Master J kina P-Funk Majani, kwamba bwana wao ndo wameifanya Bongo Flava ipo pale, watu wanataka waone hivyo. Kwa impact nao pia ni ngumu yani watu kuelewa, ila respect unaweza kuitengeneza unapozidi kupambana. Movement zako ndo zinasababisha watu kukuongezea heshima kwenye jamii yako, mimi naamini hivyo. So respect kwa upande wako. Na unajipa moyo kivipi wakati ukiona viewers wako au streamers wako wakiwa chini na watu hawakupi support ambayo wanataka? Inaumiza kwa sababu unakuta umetumia hela, nguvu kubwa inatumika sometimes, najua zile, lakini kila kitu mwanangu ni kila kitu. Ndio maana nasema believe in yourself, endelea kuamini unachokifanya, endelea kupush, endelea kugrind, tengeneza madude makali, pambana, yani piganisha, yani kila kitu siku moja, yani mimi naamini siku moja kila kitu kitakaa kama vile unavyotaka na hata zaidi, Mungu tu akifungua, au sio? Kwa hiyo sometimes ndio unakuwa down kwamba kuna kama na strive sana hard, nafanya vitu vyangu, yani naona kama vitu nafanya inavyotakiwa, lakini support inakuwa ya kawaida sana. Kama hivi rappers unakuwa unaona mbona kama kuna ile kwamba mbona washikaji tu ndo wanafurahi wanachokifanya, kwani mademo haelewi, si unajua zile. Lakini just keep believing in yourself, fanya vitu, yani wewe amini tu. Hizo streams unazoziona ndogo au ndo royal fans wako, utakuja utapata tena fans wengine kupitia royal fans wako. Mimi naamini hivyo, na hata nikiangalia streams na yani nikiangalia wale mingano, nikiona kwa mfano juzi account imeweza kufikisha, kwa sababu mimi kila kitu kilivugika, umeona, kwenye platforms zangu, kwa hiyo ikabidi yani jina nilikuwa natumia Tempi kama Tempi, ikabidi nibadilishe iwe Tempi Big hadi kwenye platforms, kwa sababu kuna mshikaji naye anajiita Tempi sijui Rwanda sijui wapi. Kwa hiyo sometimes nikiupload ngoma streams zinaenda kwake, au mtu akitaka mimi tukifanya featuring akiwa anapandisha ngoma akikosea tu jina pale, kwa sababu tunajua Tempi yule mwingine hawajui, unakuta anaweka ile jina lingine, kwa hiyo streams zinakuwa zinahesabika kwake na ngoma inakuwa kwake, kwa benefit anakuwa anapata yeye. Kwa hiyo kanibidi mimi sasa nibadilishe kile kitu, nibadilisha fresh. Juzi nimeangalia tumefika 1k tena, umeona. Kwa hiyo inaonesha sababu wao listeners wao, au kama mtu anaweza play ngoma mpaka zikafika hivi 500 mpaka 1k hivyo,
na kila una account hapo ilikuwa ina shida. It means tayari uko na royal fans ambao wanakusikiliza. Wanakusikiliza kweli. Yeah. Na ukifanikiwa, kitu gani ambacho utajivunia au ni nani utajivunia siku ukiwa umefanikiwa? Bana, bila mtu fulani sikifika hapa. Bila support ya watu fulani sikikuwa hapa. Mimi naweza nikasema wanangu kwanza wote. Yaani mimi washikaji zangu wote. Sababu mimi wanangu wote wamekuwa ndio supporters namba moja kwenye kitu ninachokifanya. Wanangu wote, yani kuanzia watu kuanzia kitambo sana, lakini kuanzia wanangu waliosoma nao sana olevo mpaka kuja level hapa, au sio? Ni watu ambao wamekuwa wakionyesha mchango mkubwa sana kwenye kitu ninachokifanya. Na yani wakiona kwamba mbona kama una kitu hakipo sawa, au watu wanaweza kaniuliza watu vipi? Mbona kama tunaona kuna vitu havijakaa fresh, vipi, una shida gani? Mtu naelekeza tu bwana, mimi nimefanya kitu fulani. Uzuri na mimi mwenyewe napenda kupambana kwanza mwenyewe. Au sio? Kwa watu wanapokuwa wanaona ile struggle yako, hustle yako, ile mtu anaweza kwa nini hapa tusimsaidie hii time, au sio? Kwa sababu maana yetu tumetoka mbali. Kutoka wote mbali na hivyo. Kwa watu washikaji mimi ndo wananisaidia zaidi ku grow, au sio? Na wananipa mimi nguvu. Na mimi washikaji zangu ndo timu yangu, washikaji zangu ndo backup yangu. Au sio? Shout out wanangu wote, so wetu washikaji zangu wote. Kwa hiyo mimi nitajivunia kwanza, mimi nitajivunia kuwa na washikaji kama wale. Na washikaji nao watajivunia kuwa na mimi. Lakini pia nitakuwa proud na wazazi wangu, au sio bana? Sana mama yangu mzazi, au sio, amekuwa akionyesha mchango wake wa hisia, sio, unajua, mawazo kwenye vile kwa vile jinsi anavyoweza yeye, au sio? Hivyo hata mzie pia kwa ushauri mdogo unakuwa unachukua, inaweza ikawa sio ushauri wa kile kitu unachokipenda, lakini ushauri wa kitu kingine pia unaweza kukusaidia kwenye maisha yako yote, yani hata maisha ya muziki, maisha ya career yote. Na kuna turudi pale nyuma kidogo, kuna jambo umesema, kuna swala listener wako au watu wanakufuatilia. Na kitu bana nimekiona leo ambacho Conboy kwa amepost kwamba amesema listener wa trap ni wanaume wengi kuliko wasichana. Na akatoa challenge, sio akasema hivi, nataka comments za wanawake 100. Kwa nini listeners wapo wanaume wengi kuliko wasichana? Hiyo brother, hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu hata mimi mwenyewe, kama mimi bado siamini kama nimeweza kuwa convince watoto wa kike, yani kuelewa kazi zile na kujisikiliza vizuri. Na hata hicho kitu hata na mimi mwenyewe nimekiona, nimekirepost kwa sababu kimenigusa, because then nimejifeel kama ni mimi. Kwa sababu Conboy kwanza ni mtu ambaye mkubali na mfuatilia, na yeye mwenyewe nimeona anapitia hicho kitu ambacho mimi pia nakipitia. Umeona? Kikwazo imenigusa, yani nimekuja kuelewa kwamba kumbe sio peke yangu, hata my brother wanapitia na wanaona kabisa kama hicho kitu kipo. Mimi mwenyewe nimekuwa nikijaribu, inakuwa nakutengenezea maswali mengi kwamba kwani watu wakiko wanatakaje ili wasikilize na wapende. Mimi naamini hata kuna ngoma ambazo wanasikiliza, ndio hata za kina brother Young Lunya zile wanasikiliza, lakini kama alivyosema brother Kanabino kwamba interaction ipo, ila sio kwa kiasi kile, yani ni kawaida sana kwa upande wa muziki wa hip hop na trap na rap nzima ya bongo industry. Umeona? Lakini ukiangalia industry ya mbele, yani watu ndio wanasikiliza. Sasa madude yale yakina Drake, madude yakina Travis, madude yanafuja, madude yakina K-Dot wanasikiliza watu wa aina yote. Na wanaonesha, ukiingia unaona midude inakuja hadi huko, unaona kabisa watu wana flex nazo ile nini, challenges kibao hivyo. Sijajua sana tatizo liko wapi, lakini mimi na imani hip hop, trap, rap kwa mwaka huu 2026 imeinuka sana. Mabrother kibao wanachia madude makali, watu wanachia madude makali. Unaona kina Fresh Boys, au sio, toa dude leo umerogo, unaona limetembea vizuri, watu wanaachia mawe.
unaona Tukusa anachia mawe, my brother Akombe kitambo anachia mawe, yani watu wanachia mawe hip hop mwaka huu kama upo serious unapotea yani. Kwa hiyo mimi naona ni nafasi ambayo ipo, yani tunaona kwamba yes kwamba kuna upenyo sana kwa mwaka huu bwana, mambo yameanza kusimama, hip hop inarudi kwenye peak. Tufanye vitu, tufanye kazi, tufanye mawe, tuwe serious, tufike pale. Yeah. Na ukiwa na au ukizungumza na upcoming artist wenzako au na dogo wenzako, unatamani umwambie nini au ungependa kumwambia nini? Yeah, mimi kwa underground au upcoming wote mimi napenda sana kuambia wanangu tusikate tamaa, au sio? Tuendelee kupush kazi, tuendelee kufight, yani tuendelee kugrind, tujifunze kwa mabrother na vitu wanavyofanya, tutafute connections, tusipende kwanza kujifungia, tusipende kusikiliza mawe yako na wanao tu. Penda sana kujichanganya na watu, kuwa mtu wa watu, ishi na watu vizuri. Usiwe na mambo ya utimu, umeona? Hicho ndio kitu cha kwanza. Yaani usiwe na mambo ya utimu kwamba mimi timu nani, timu fulani, sio unajua zile. Ili uweze kufanya kazi na watu tofauti. Umeona? Mbona mfano country wizi anaweza kufanya kazi na mtu yoyote sababu hana huo mambo ya utimu, sijui. Brother, yani ambao wanaelewa kwamba hivi, unajua unaweza kufanya kazi na mtu yoyote usipokuwa na mambo yao yote. Kwa hiyo tu moja tu, sio tuendelee kusapotiana. Na uzuri sana rappers, yani upcoming wa kizazi hiki wengi sana tunapenda yani tunasupportiana, yani mfano mimi naweza nikaona kazi ya labda ya Itare post au vipi, kazi kali uwezo kaiacha, nikaona kazi labda ya 3D Ben, nikaona kazi ya 10K Leroy, kazi share fresh, kazi labda ya Tana Veg na share fresh, kazi za washikaji na Teto na Caesar mu flow, yani unaona huyu naye anapambana kama mimi ninapopambana. Kwa hiyo unapokuwa unaona kitu chake kama ni kikali, wanaoonyesha watu wengine bwana, ndio kuna masuala ya ushindani na nini, lakini sisi wote tunapambana. Kwa hiyo ni vizuri kuinuana. Na watu wanafanya vizuri sana, watu wanajua kina Jomale, watu kibao, watu wanajua, na watu ni Wanyamwezi yani. So ni vizuri, si kama upcoming kusapotiana bwana. Mtu akikuomba collab bwana, sio nataka tena umpige milioni bro, pige milioni afu ndio unajua mnatafuta. Kwa hiyo tusapotiane tu kwa njia kama hizo, tufanye kazi pamoja, madude yawe makali, wote tufike juu. Kwa hapo kuna swala collab, wewe collab zako nyingi asilimia kubwa mnaongea kama wana au inategemea na charges zipo, inategemea na makubaliano yenu, au sio bwana? Lakini kama mna chemistry nzuri, unajua kuna mtu mwingine unakuta mna chemistry nzuri, umeona, unaweza mkaekana hapo makubaliano tu ya kawaida, unajua unaangalia bwana, hii kitu kinaweza kufika sehemu fulani kwa sababu hamjui. Naweza mkafanya dude tu kimasiala tu baba, dude limekuja limetembea limeingiza mpunga wa kutosha, mtu alofanya naye zikubali kwamba dude limeingiza mpunga hivi afu mimi sipata hata 100, unajua. Lakini chemistry pia inasaidia. Watu wengi na chemistry na Teto tunaweza tukasema bro, na idea, niko na idea, pull up, tunaingia studio, tunachapa, unaona, tunaongea kiwana, usio ndio kama bwana Teto nani, labda mimi nikamwambia labda na mwanangu Tana Veg, bwana Tana na ngoma mwanangu nataka tufanye, au sio? Tutaangalia mazingira bwana, kwamba bwana ili tufanye ili kitu kiwe kizuri lazima tuende kwa fulani tu. Vipi tunaingia wote mfukoni au unaingia wewe? Yani kwa chemistry ndio kila kitu kwa kwanza, lakini unaangalia na mtu naye yupo nafasi gani au yupo sehemu gani. Mtu kwa mfano kama Itare au nani, watu ambao wapo chini ya labels, uwezo ukasema ongea naye ndio kikaji ngumu sometimes. Kwa hiyo unabidi uzingatie pande kama mtu upo chini ya labels, ujue jinsi gani unaweza mkanegotiate nafanya kazi. Na biggest mistake yako ambao utawapa kwa wasanii wapya wanapaswa kuepuka? Msemaji mistake au si mistake ambayo wewe umefanya ili
wanataka kuambia wasanii wapya ili waepuke hiyo mistake wasanii wengine wasifanye? Sema usiogope kwanza kujaribu. Kosa ambalo nilikuwa nalifanya mwanzoni kwa muda mrefu, yani ni kuogopa ile kujaribu kwamba hivi naweza nikafanya, naweza nikaenda kweli kwa producer fulani. Yani unajua kuna kile kiuoga yani. Nikienda pale sitakuwa meusho pale. Mna uongo bwana. Siwezi nikaenda. Ndio mwisho wa siku unaamua kwenda wapi kwa producer, utalipa $30 sijui unajua sasa. Mwisho wa siku production inakuwa mbovu. Labda kama yani kuna watu wengine labda wanakuta, maana zile ni siri za studio sasa. Watu wanaweza kukuta wamelipana tu half afu chuma inatoka na fresh yani. Hiyo ni chemistry tunaongelea na watu, yani jinsi negotiation inafanyika na mtu wamekutana katika mood gani, unajua. Kwa hiyo ni kosa ambalo moja hapo, yani kwa mtu ndo anaanza usije ulifanya bro. Wewe pambana, tafuta pesa, nenda studio kali, au producer, tafuta producer mkali, mtu hata kama sio mwenye jina yani, ila mkali ambao unaweza ukafanya na usiogope yani hivyo. Na tutaka kumalizia mwishoni, unatoa usia gani au unatoa message gani kwa mashabiki wako na kusupport? Sio usia, yani ni kama message, ujumbe tu. My fans was choking with support. Every day keep supporting. Kazi zipo, platform zote tupo, au sio bana? Kama kawaida ukisearch pale Tempi B, au sio bana? Tempi auruki hata nafasi hata kidogo. Tempi B moja kwa moja, au sio? Mtano ngoma zetu pale, au sio? Msimu kufikia kama kwenye mwezi wa 4 hivi tunapambana sana. Tuje na vitu vingi vikali afu vipya, au sio? Mawe hapa yanaandaliwa mengi makali, collaborations kali kubwa, sio? Tunajaribu kwa kila nafasi, kila kwa uwezo nao tuna fight ili tufike pale tunapotakiwa kufika. Kwa hiyo kufikia kama kwenye mwezi wa 4 tunatarajia kudondosha ngoma kadhaa kali. Ndani kutakuwa na collaborations kali. Kwa hiyo hivyo keep supporting, endeleeni kupush. Sasa hivi tupo na goma letu Show Love, sio? Nafanya mwanangu Tetof, mwanangu Ado, shout out to you. Kwa hiyo endeleeni kustream, unaona watu wa mapokezi mazuri, mapokezi makali, watu wanasikiliza, wamekubali ngoma. Kwa hiyo tuendelee kusikiliza muziki mzuri. I ended up by finishing our podcast of today by my friend here Tempi B and brand ambassadors, the Aruma group of companies and the different companies, Rudika Distillers, Jakim Liquor Store, Mkunde Food Product, the Aruma Foundation and us Bongo Breakdown. Asante sana. Bless up bro. Fly kwa hapa Bongo Breakdown. Tap. See you next time.